Haleluya, haleluya. Ninakusalimu kwa jina zuri la Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutunza na kukupa afya njema hata kufikia siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 4 ya mwezi wa 6 2026. Na mtukuza Mungu kwa ajili yako ambaye amekupa kibali na neema hii kuendelea kutafakari na kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanaendelea mpaka sasa katika sehemu tofauti tofauti, na wakati huu umepata neema ya kusikiliza kupitia njia hii, na Mungu akubariki sana na endelee kukutunza. Siku ya leo ninamtukuza Mungu kwa kuwa amenipa neema ya kufundisha somo hili kama mwendelezo wa lile ambalo nimefundisha siku chache zilizopita. Yesu asifiwe. Karabahanikitiria basaya bakora basaya, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa neema na rehema. Sante kwa kibali chako e Bwana. Sante kwa uweza wako Bwana. Sante kwa nguvu zako jemedali. Sante kwa kibali chako juu ya mtoto wako. Sante Bwana kwa neema yako jemedali. Sante kwa upendo wako epeleza bao Bwana mnawachilia juu yetu sisi watoto wako. Asante kwa sababu umetupenda ukatuchagua jinsi tulivyo Bwana. Haujahesabu makosa, haujahesabu dhambi zetu Bwana, bali umehesabu rehema, umehesabu toba e Bwana, umehesabu msamaha juu yetu. Pamoja na kwamba tumetenda dhambi, Baba unahesabu haujahesabu makosa, umehesabu rehema na toba juu yetu. Baba, pokea utukufu wako Bwana. Baba, pokea heshima zako jemedali. Asante kwa ajili ya uzima ambao Bwana umewachilia juu yangu. Asante Bwana kwa uzima ambao umewachilia kwa kila mmoja ambaye Bwana amepata neema ya kuendelea kujifunza habari za ufalme wako e Bwana. Sai Jehova, ninakupa utukufu wako. Sai Bwana, ninakupa heshima na adhama zako, maana Bwana umetukuka na kuinuliwa juu ya mataifa yote e Bwana. Mahali hapa ninakuhitaji na nguvu zako. Mahali hapa Bwana ninakuhitaji na uweza wako. Roho Mtakatifu, ninataka ushirika na wewe. Roho Mtakatifu, ninataka ushirika na wewe pale ninapofundisha e Bwana. Neema yako ikawe juu yangu, nipate kusema na mtu mmoja kama Bwana ulivyokusudia. Baba, tangulia mahali hapa, funua neno lako kwa viwango vya juu, funua neno lako kwa namna ya kipekee Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kupitia neno lako Bwana, watu wako wayapate maarifa. Mtu mmoja Bwana apate hekima na maarifa yatakayomsaidia Bwana kwa habari ya nafasi aliyopewa katika eneo alilopo jemedali, katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu na Mungu wangu, mimi nisimamapo Bwana, wewe utumike ndani yangu, wewe useme ndani yangu. Mimi ninyamaze Bwana, mimi nitulie Bwana, wewe ufanye kazi ndani yangu. Korabasakataya ramande riko sakarima ndiria badosa, korabasakataya rika mandiria badosa, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakuhitaji mahali hapa. Achilia uweza wako na nguvu zako, achilia wepesi Bwana. Rapa sakataya rika mandiria badosa, rapa kusakateria mahande, rapa sakataya amandiria badosa kateria basaya, katika jina la Yesu. Kila roho za giza Bwana za kusimama kinyume na mapenzi yako hazina kibali e Bwana. Roho Mtakatifu, ninakualika mahali hapa, sema nami e Bwana, sema nami jemedali, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakusalimu tena kwa jina zuri la Bwana Yesu aliye hai. Mwana wa Mungu, siku ya leo tumepewa mwendelezo wa somo ambalo tumekuwa nalo linalohusu nafasi ya Mungu au nafasi uliyopewa.
na siku ya leo tutajifunza kwa habari ya kusudi la Mungu katika nafasi uliopewa au uliowekwa. Kusudi la Mungu katika nafasi uliowekwa au katika nafasi uliopewa. Mwana wa Mungu, kila mahali ambapo umewekwa, limewekwa kusudi pia ambalo wewe unatakiwa kulitimisha kwenye hilo eneo. Kila jambo ambalo unalifanya katika nafasi uliopo, uwe na uhakika kuna jambo ambalo unatakiwa kamilisha kwenye hiyo nafasi uliopo. Siku ya jana nikasema kwamba mahali popote ulipo, ujue kwamba umewekwa ili uwe sababu ya jambo fulani kutokea kwenye hilo eneo. Na siku ya leo nataka nikwambia kwamba kila mahali ambapo Mungu ameruhusu ukae, ujue ya kwamba kuna kusudi ambalo unatakiwa kulitimisha, ambalo Mungu ameliachilia hapo, na wewe ndio maana akakuweka hapo. Kwa hiyo hakikisha kwa namna yoyote hakuna jambo linalofeli kwenye hiyo nafasi uliyowekwa, kwenye hiyo ofisi uliyowekwa. Hakikisha hakuna jambo linalofeli. Fanya mambo yote kwa bidii na kwa moyo ili kuyatimisha makusudi ambayo Bwana ameyakusudia kwenye hilo eneo. Yesu asifiwe. Siku ya leo natamani sana tuendelee mbele kwa kadri vile Bwana atakavyotusaidia kwa habari ya kusudi la Mungu katika nafasi uliowekwa au katika nafasi uliopo kwa sasa, au mahali ambapo umewekwa kwa ajili ya shughuli fulani. Mtu wa Mungu, ninatamani sana upate kuelewa ya kwamba haupo kwenye hiyo nafasi kwa bahati mbaya. Haupo kwenye hiyo nafasi kwa sababu eti kuna watu wamekosekana. Upo hapo kwa sababu wewe ndiye umebeba hatima ya kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwenye hilo eneo. Watu wengi wanapokaa kwenye nafasi fulani wanachukulia ya kwamba hakuna watu wengine wanaoweza kukaa kwenye hiyo nafasi isipokuwa wao, lakini hawajui ya kwamba wanajidanganya. Kila mahali ulipowekwa, kwenye nafasi ya uongozi, kwenye nafasi ya utumishi, kwenye nafasi ya biashara, uwe na uhakika kwamba kuna jambo ambalo Mungu amelikusudia ulitimishe kwenye hilo eneo. Na nafasi hiyo usipoitumia vizuri, unaweza ukajikuta umepoteza mwelekeo ule ambao Mungu alikusudia wewe uwe nao ili uweze kukamilisha maisha yako au uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo hakikisha mahali ulipo, hakikisha kwenye hiyo nafasi unatembea na Mungu, uitendee vizuri hiyo haki, uitendee haki vizuri hiyo nafasi ulionayo, kwa sababu kuna watu wanaitamani hiyo nafasi hawaipati. Kuna watu wanaitafuta hawaipati, lakini Mungu amekuamini, amekuruhusu ukae kwenye hiyo nafasi kwa kusudi. Kwa hiyo tutajifunza kwa habari ya kusudi la Mungu katika nafasi uliowekwa au katika nafasi uliopo. Kusudi la Mungu ni lipi? Unatakiwa kujua ya kwamba kuna mambo mengi ambayo unapaswa kuyatimisha, yakiwemo ni makusudi ya Mungu kwenye hilo eneo, kwenye hiyo nafasi uliopo. Bwana asifiwe. Mwana wa Mungu, Mungu anapoamua kukuweka kwenye nafasi yoyote, anatarajia kitu kipya kitokee kwa sababu yako. Mahali popote unapowekwa na Mungu, hata watu wanapokuweka kwenye hiyo nafasi, wanatarajia kuona kitu kipya kikatokea kwa sababu yako. Wanatamani kuona faida mpya ikipatikana kwa sababu yako. Wanatamani kuona maongezeko ya mauzo ya kwenye biashara zao kwa sababu yako. Wanatamani kuona bidhaa zao zikiuzika kwa watu wengi kwa sababu yako. Kwa hiyo uwe na uhakika kwamba mahali hapo ulipowekwa, Mungu ameruhusu uwepo hapo ili kitu kipya kitokee au jambo jipya litokee. Kuna mahali Mungu amekuweka ili watu wanapokutazama, wakimwona Mungu uliye naye ndani, maisha yao yabadilike na kitu kipya kisaliwe ndani ya maisha
maisha yao. Kwa hiyo hakikisha nafasi uliopewa mahali popote unaisimamia vizuri. Siku ya jana nikakwambia iombee vizuri hiyo nafasi ili iwe na matokeo mazuri ambayo Bwana ameyakusudia. Na leo nakwambia ya kwamba mahali hapo ulipo, hakikisha unatenda kwa haki, hakikisha unatenda kwa bidii, ili uweze kuzalisha, ili uweze kutimiza hilo kusudio la Bwana kwenye hiyo nafasi na matarajio ya watu waliokuweka kwenye hiyo nafasi. Haleluya! Kusudi la Mungu kumweka Yusufu katika nafasi ya uwaziri lilikuwa ni kukomboa taifa la Misri, watu wa Misri dhidi ya njaa, lakini pia ndugu zake dhidi ya njaa ya miaka 7. Kisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 40 na sura ya 41 tunakutana na habari za Yusufu. Tunamwangalia Yusufu, tunaona kusudi ambalo Mungu alikuwa amekusudia alitimize, pamoja na changamoto alizozipitia kuanzia sura ya 37. Pale ukisoma habari za Yusufu, kuanzia kukataliwa na ndugu zake mpaka kunusurika kufa, kuuzwa na ndugu zake kwa Waishmaeli, kuuzwa kwa Potifa, kutegwa na mke wa Potifa, kupitia lile jaribu, pamoja na kupelekwa gerezani. Alipokuwa gerezani, Biblia inasema kwamba alipokuwa gerezani alikutana na watu wawili. Tunakumbuka kwamba sababu ya kwanza iliyomfanya Yusufu kuingia gerezani, kwanza alikataa kufanya ngono na mke wa Potifa, alikataa kufanya dhambi na mke wa Potifa. Mke wa Potifa alipoona amekataliwa, akatafuta sababu ya kumkamata Yusufu na kumtia gerezani. Alifanikiwa kwa jambo hilo, lakini Biblia inaonyesha wakati Yusufu yupo gerezani akakutana na mmoja mnyweshaji wa Farao na mwingine alikuwa ni mtendakazi pamoja naye katika nyumba ya Farao. Biblia inasema kwamba wao watu wawili ambao walikutana na Yusufu, huyu mnyweshaji na huyu mwingine, walipokutana na Yusufu wakaota ndoto wote pamoja. Walipoota ndoto wote pamoja, Biblia inasema wakamfuata Yusufu. Yusufu alipoangalia wakamweleza ndoto zao. Walipoeleza ndoto zao, Yusufu akawapa tafsiri ya ndoto zao, kila mmoja kwa namna yake. Huyu mnyweshaji akarudishwa kwenye nafasi yake, na huyu mwingine, Biblia inasema sawa na vile Yusufu alivyotafsiri ndoto yake, yeye aliuawa. Alivyouawa, huyu mwingine akarudishwa kwenye nafasi. Kwa hiyo kusudi ambalo Mungu alikuwa amekusudia juu ya nafasi ya Yusufu akiwa gerezani, ya kwanza ni kuwafumbua wale watu yale mafumbo waliokuwa nayo juu ya ndoto zao. Kwa hiyo kuna mahali ambapo unaweza ukaingia ukawa unakutana na mazingira magumu, mazingira ya mateso, lakini kwenye hayo mazingira kuna watu unatakiwa kuwasaidia, kuna watu unatakiwa kuwagusha. Kwenye hizo nyakati za machozi, wakati unalia, kuna watu wanahitaji msaada wa kwako. Pamoja na kwamba unalia, kuna watu wanahitaji uwafumbue mafumbo walionayo kwenye maisha yao. Kwa hiyo mahali popote, haijalishi unapitia situations za namna gani, lakini ujue ya kwamba hapo ulipo kuna jambo unatakiwa kulifanya na kulitimisha kwa wakati huo. Kuna watu ambao huwa wanapoteza dimension ya Mungu kwenye maisha yao, kwa sababu wanapopita kwenye changamoto hawaoni tena kama kuna sababu ya kuwasaidia na watu wengine. Wanaona kama wao ndio wanaopitia pagumu peke yao, hawawezi kuwasaidia watu wengine. Mtu wa Mungu,
Yusufu alikuwa gerezani na alikuwa na watu wengine pale gerezani. Pamoja na kwamba alikuwa gerezani, lakini alisimama kwenye nafasi, akawafumbua mafumbo yao, akawaeleza siri iliyojificha kwenye ndoto zao, na kama alivyowatafasiria, Biblia inasema kila mmoja ilitokea kama vile Yusufu alivyomwambia. Mwingine akarudishwa kwenye nafasi yake na mwingine akauawa, akachinjwa. Nataka nikwambia ya kwamba mahali ulipo, haijalishi ya kwamba unapitia nyakati ngumu kiasi gani, lakini kuna watu wanakutazama, wanaliona tumaini kwa sababu yako. Kwa hiyo usikate tamaa wala usitoke kwenye ile nafasi. Endelea kung'ang'ana na Bwana ili uweze kusimama na kutimisha kile ambacho Bwana amekusudia ukitimishe kwenye hiyo nafasi uliopo. Kiendelea zaidi kusoma hicho kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 47, kuanzia sura ya 37, 38, 39, 40 na 41. Biblia inasema Yusufu alipowatafasiria wale watu ndoto, akawaambia, mkienda kwa Farao msinisahau, mkanitaje kwa mema, mkaniseme kwa mema. Biblia inasema yule mnyweshaji alipopata sawa na kile ambacho Yusufu alimwambia, aliyorudishwa kwenye nafasi yake, akamsahau Yusufu, hakuweza kumtaja kwa Farao kwa wakati huo. Biblia inasema kuanzia sura ile ya 41 mstari wa kwanza, tunaona Farao anaota ndoto. Mstari wa kwanza, Biblia inasema Farao akaota ndoto akiwa mtoni, akaona ng'ombe wazuri ambao wamenenepa, wapo vizuri, wamenawili. Akawaona kando ya mto wakiwa wanajilisha manyasini. Wakati anawaona hao ng'ombe 7, lakini wakatokea ng'ombe wengine 7 wabaya ambao waliwafuata wale ng'ombe wazuri na kuwala wale ng'ombe 7 wazuri. Biblia inasema wakati anaota hiyo ndoto akashtuka. Aliposhtuka, Biblia inasema akasema kumbe ni ndoto tu. Akalala tena. Alipolala tena akaota ndoto nyingine, akaona masuke 7 mazuri yaliyokuwa kwenye bua moja zuri, kwenye bua moja, yote yameunganika kwenye bua moja, masuke 7 mazuri ya kuvutia. Lakini hapo hapo akayaona masuke mengine 7 mabaya ambayo yamepigwa na upepo wa mashariki. Biblia inasema wakati anaona yale masuke, akaona ya kwamba yale masuke yanaendea yale masuke mengine mazuri yanayovutia, yakayameza yale masuke mazuri. Masuke mabaya yale 7 yakameza yale masuke mengine mazuri yale 7. Nataka nikwambia kwamba wakati Farao ameota hiyo ndoto, akashtuka ndotoni. Aliposhtuka, ilipofika asubuhi, moyo wa Farao ukasikitika, akahuzunika, moyo wake ukafadhaika, akawa anajiuliza hizi ni ndoto za namna gani? Yamkini kuna ndoto ambazo umeota kwa muda mrefu, lakini zimebeba siri ya maisha yako, zimebeba siri ya maisha ya wengine, zimebeba siri ya maisha ya watu wengi waliopo nyuma yako. Pamoja na kwamba Farao hakuwa na uwezo wa kujua tafasiri ya ile ndoto, lakini Mungu aliruhusu aote ile ndoto kama kiongozi mkuu wa taifa la Misri. Nataka nikwambia kwamba alipofadhaika, Biblia inasema akawakusanya waganga na wenye hekima waliokuwepo kwenye taifa la Misri, akawaeleza kwa habari ya ile ndoto, lakini hapakuwa na mtu ambaye alimweleza uhalisia wa ile ndoto. Hakuna aliyemfunulia ile ndoto. Biblia inasema ndipo mnyweshaji akamkumbuka Yusufu, akasema, Mungu anirehemu, nimeyakumbuka makosa yangu. Kwa sababu kuna Mwebrania mmoja ambaye alitufasiria ndoto mimi na mwenzangu, na sawa na vile ambavyo alitufasiria ndivyo alivyotupata. Baada ya Farao kuyasikia hayo, akamwambia wakamlete Yusufu kutoka gerezani, wamlete mbele yake. Sikiliza, wakati wanamtoa Yusufu gerezani, Biblia inasema alikwenda
akajisafisha, akanyoa nywele zake, akayavua mavazi ya gerezani, akamwendea Farao. Alipofika kwa Farao, Farao akamweleza ile ndoto kwa habari ya ng'ombe 7 wazuri na ng'ombe 7 wabaya waliokonda. Akamweleza na kwa habari ya masuke 7 mazuri na masuke 7 mabaya, namna ilivyotokea. Yusufu akasema Farao akasema, unipe tafasiri ya hii ndoto. Yusufu akamwambia kwamba Mungu atampa Farao, atamjulisha Farao ndoto yake. Yusufu akamwambia, Mungu atakujulisha ndoto yako kama vile Mungu aishivyo. Biblia inasema Yusufu akamwambia, ndoto hii imejirudia mara 2 ili liweze kutimia na kudhibitisha ya kwamba hili lazima litatokea hivi karibuni. Biblia inasema Yusufu akamwambia ya kwamba wale ng'ombe 7 wazuri ni miaka 7 ya shibe, na yale masuke 7 mazuri ni miaka 7 ya shibe, na zile ng'ombe 7 mbaya, wale ng'ombe 7 wabaya na yale masuke 7 mabaya ni miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo kuna miaka 7 ya njaa inakuja, kuna miaka 7 ya shibe inakuja. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka 7 ya shibe tunatakiwa kukusanya mazao kwa kiasi kingi kwa ajili ya akiba ambayo itatumika miaka 7 ya njaa inayokuja. Kwa hiyo akamwambia, Mungu amefunua haya ili Farao aweze kujichagulia watu wenye hekima, watu wenye akili, watu wenye uadilifu, watu watakaopambana kukusanya mazao katika kipindi cha miaka 7 ya shibe kwa ajili ya kuweka akiba itakayotumika miaka 7 ya njaa inayokuja. Biblia inasema Farao alipopata hiyo tafasiri, ikawa mema machoni pake na mbele ya maakida wake, ile jambo likawa jema. Ndipo Farao akasema, hawatupate wapi mtu kama huyu? Kwa hiyo nataka nikwambia kwamba kuna mahali watu wakikutazama wanajiuliza, tutawezaje kupata mtu wa namna hii? Tumpate wapi tena mtu wa namna hii, mwenye roho ya Mungu ndani yake, mwenye hekima ya Mungu ndani yake? Haya yote yatatokea pale ambapo utaitumia hekima yako na utatumia nafasi yako katika kutenda yale ambayo unapewa kwa wakati sahihi, utakapotekeleza yale ambayo umeagizwa kuyafanya na hiyo ofisi au na wewe msimamizi wako wa biashara. Kwa hiyo hakikisha, ili uweze kuwa na matokeo na kutimiza makusudi, uwe na bidii katika kuitendea kazi hiyo nafasi yako. Ndipo hapo ambapo watu watakapokutazama watasema, tupate wapi tena mtu kama huyo? Soma kitabu cha Mwanzo vizuri, kuanzia sura ya 37 hadi 43. Utasiona habari za Yusufu. Taziona habari za Yusufu. Biblia inaonyesha kwamba baada ya Yusufu kukaa kwenye nafasi ya waziri, Biblia inasema Farao akachukua pete ya muhuri wa kifalme akampatia Yusufu, akamkabidhi na nyumba yote ya Farao ikawa chini ya Yusufu. Biblia inasema isipokuwa kiti cha enzi cha mfalme ndicho ambacho hakukabidhiwa. Kwa hiyo mambo yote yakawa chini ya Yusufu. Tua Mungu uaminifu wako na consistency yako katika kusimama kwenye hiyo nafasi ndiyo itakayosababisha wewe kuendelea kuaminika kwenye hiyo kazi uliyopewa, uendelee kuaminika kwenye hiyo biashara unayoifanya, namna ambavyo umekaa kwenye nafasi. Biblia inasema alipokabidhiwa, miaka ya shibe ilipofika akakusanya chakula. Miaka 7 ya njaa ilipofika, mataifa na mataifa yalienda kununua chakula kwake, yakanunua chakula kwenye nchi ya Misri, akalisha mataifa. Hata ndugu zake ambao walimuuza, hata ndugu zake ambao walitamani kumuua, wao pia walipata chakula kwake. Soma vizuri hizo sura, utaelewa vizuri, na Mungu atakufundisha kitu kizuri kwa habari ya nafasi. Korabasakatai, upo kwenye nafasi hiyo
ili kufumbua mafumbo yaliyofungwa kuhusu maisha ya watu. Uwe majibu ya watu wanapokuwa wanajiuliza juu ya mafumbo kuhusu maisha yao. Uwe sababu ya kutatua hayo mafumbo yao, kuwapa majibu kuhusu maswali yao. Ukiangalia maswali aliyokuwa nayo Farao, Yusufu akafanyika sababu ya majibu ya Farao. Kwa hiyo na wewe hapo ulipo, kuna watu wanaokutazama, wanaona majibu ndani yako kuhusu biashara zao, kuhusu kazi zao, kuhusu hatima zao. Kwa hiyo hakikisha unasimama vizuri na unakaa vizuri kwenye hiyo nafasi uliyopewa, na Mungu akutie nguvu, na Mungu akusaidie, na Mungu akupe neema ya kusimama vizuri kwa ajili ya hao watu. Upo kwenye nafasi hiyo ili uwe majibu juu ya maswali ya watu. Upo kwenye hiyo nafasi ili uwe majibu ya maswali ya watu, na uwe majibu ya maswali kwenye maisha ya watu. Watu wanapoishi wanaishi na maswali mengi. Wengine wanasema itawezekana vipi? Wengine wanasema Mungu kweli yupo au hayupo? Maswali yao yatajibiwa kulingana na wewe utakavyokuwa umekaa kwenye hiyo nafasi. Majibu yao yatapatikana kulingana na vile ambavyo wewe utakuwa umekaa kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekuweka. Kuna watu wakiona tu maisha yako wanayapata majibu kuhusu uwepo wa Mungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo hakikisha Mungu anakuwa mbele yako, Mungu anakuwa wa kwanza, ili watu wanapokusoma wamsome Mungu aliyepo ndani yako, na Bwana akupiganie na akusaidie. Yesu asifiwe. Wakati Wayahudi wamekusudiwa kuuawa, Mordekai amekusudiwa kunyongwa, Esta na watu wake wamekusudiwa kuuawa, Mungu aliamua kumweka Esta kwenye nafasi ya umalikia ili aweze kusimama kuwa sababu ya ukombozi wa Wayahudi na ukombozi wa Mordekai zidi ya kunyongwa na Hamani. Biblia katika kitabu cha Esta sura ile ya 7 inakamilisha habari ya kuondolewa kuuawa kwa Wayahudi, habari za kuondolewa kwa Wayahudi, habari za kunyongwa kwa Mordekai zikaondolewa kutokana na kwamba Esta alisimama vizuri kwenye nafasi ya umalikia. Ukisoma sura za mwanzoni kuanzia sura ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano hadi ya 6, tunaona habari za Esta na Hamani na Wayahudi katika kipindi hicho. Biblia inasema Hamani alipanga vita dhidi ya Mordekai, akasuka sheria yake, akatengeneza utaratibu wake, akaupeleka kwa mfalme Ahasuero. Alipopeleka kwa mfalme Ahasuero juu ya watu wote ambao mfalme Ahasuero anawaheshimu, akadhamiria kuangamiza. Akatafuta sababu ambazo alipoeleza kwa mfalme, hata mfalme hakuona sababu ya kumzuia, akamruhusu, akasema lazima nimwangamize Mordekai. Lakini Mordekai alipopata habari ya kwamba amekusudiwa kunyongwa na Wayahudi wote kuuawa, Biblia inasema wakadhamiria Wayahudi wote kufunga, wakafunga na kuomba, wakajivika magunia. Walipojivika magunia wakaanza kuomba, wakafunga katika maombi. Ndipo Esta akachaguliwa aende kuwakilisha kwenye nyumba ya mfalme. Wakati mfalme anatafuta mke wa kumwoa, hata Esta wakamwagiza akajitokeze. Biblia cha ajabu ambacho Biblia inazungumza juu ya Esta. Biblia inasema Esta
amua kwenda kwa mfalme. Alipoingia kwenye nyumba ya mfalme, cha kwanza aliingia kinyume cha sheria, akaingia kinyume cha utaratibu katika nyumba ya mfalme. Alipoingia kwenye ile nyumba, hata watu hawakuuliza, mfalme hakuuliza. Kilichompa kibali ni Mungu mwenyewe, kulingana na nafasi ambayo imemsubiri ili aweze kuwaokoa Wayahudi dhidi ya mauti ambayo imepangwa na Hamani. Kwa hiyo kuna mahali ambapo utakapoingia wewe, utakaposimama kwenye hiyo nafasi, familia yako itapona, familia yako itaokolewa. Esta sura ya 7, Biblia inasema kwamba Esta akakaa akamwambia mfalme ya kwamba nahitaji nikae karamu pamoja nawe, fanya karamu pamoja nami, na Hamani akawe pamoja nasi, kwa hiyo tutakula chakula pamoja. Lakini cha ajabu, mfalme akamwambia, sema neno lolote, hata nusu ya ufalme wangu nitakupatia. Kwa hiyo kutokana na kibali ambacho Mungu alikiachilia kwa Esta, akakubalika kwa mfalme kulingana na ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amemkusudia ili awaokoe Wayahudi pamoja na Mordekai dhidi ya Hamani. Ilimpa kibali hata nusu ya ufalme mfalme Ahasuero alikusudia kumpatia. Nini kilichosababisha? Ni kusudi la Mungu ambalo Esta alikuwa amelibeba. Kusudi la Mungu ambalo lipo ndani yako ndilo litakalosababisha upate kibali mbele za watu, upate neema mbele za watu, upate nguvu mbele za watu. Hata utakapotamka neno lolote utapata kibali. Soma kitabu cha Esta sura ya 7, anzia tu sura ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Utakutana na habari za Hamani, Esta na Mordekai na Wayahudi. Utaelewa vizuri na Mungu atakufundisha. Haya, sina muda mzuri wa kukueleza na sitaki nikuchoshe. Nataka nikufundishe kwa uchache sana ili uelewe. Pata muda ukajifunze kwa upana zaidi ili uweze kuelewa kwamba hiki kisa cha Mordekai, cha Esta pamoja na Hamani na Wayahudi kikoje, na kusudi la Mungu kwa Esta kukaa kwenye ile nafasi ilikuwa ni kukomboa hawa watu wasiuawe na Hamani, wasinyongwe na Hamani, Mordekai asiuawe na Hamani. Kwa hiyo popote unapokuwa umewekwa na Mungu, kuna jambo unatakiwa kulitimiza. Usiogope kwamba haya malango ni ya heshima kiasi gani, au huyu mtu ni wa heshima kiasi gani. Nilisikiliza ushuhuda wa Dickson Kabigumila. Alishuhudia kwa habari ya mdogo wake ambaye alikuwa anafanya kazi mizani. Biblia anasema kwamba alipokuwa mizani, gari la mtu mkubwa kwenye hili taifa lilikuwa limezidisha mzigo. Lilipokuwa linapita pale, akapigiwa simu kwamba gari la mtu fulani linapita hapo, liliruhusiwe lipite, lisizuiliwe, lakini yeye aligoma kuliruhusu hilo gari. Nikawa namfikiria kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu wa namna gani, alikuwa amefikiria namna gani. Dickson akasema kwamba mdogo wake alifukuzwa kazi kwa sababu alisimama kwenye msimamo wake, kasimamia haki. Magari ya wengine yanazuiliwa, lakini gari la mheshimiwa fulani walitaka lisizuiliwe, lakini yeye hakutaka kuliacha, alilizuia sawa na maadili ya kazi yake. Kwa hiyo popote ulipowekwa, usiangalie kwamba hii nafasi ni nani, huyu mtu ni mkubwa kiasi gani. Simama kwenye nafasi yako, tenda haki ili Bwana ajitukuze na akuinue kwenye maisha yako, na watu waliopo nyuma yako waweze kujifunza, waweze kukombolewa, waweze kuona kwamba Mungu anaweza kufanya jambo jipya hata kwenye maisha yao. Korabasakatai. Lakini pia wewe ukisimama kwenye nafasi yako, Mungu atasamehe familia yako maovu yote, atasamehe taifa lako maovu yako yote. Ukisimama kwenye nafasi yako ukawa mwombaji, ukasimama kwenye nafasi yako ukatenda haki, Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Kwa
Kwa hiyo vile ambavyo utasimama kwenye nafasi ya kuomba toba, kuomba rehema, kuomba msamaha wa dhambi, kuwaombea watu wengine, kuliombea taifa, kuombea familia, Mungu atasikia kutoka mbinguni, ataiponya nchi yako, ataponya familia yako, atayaponya maisha yako, ataponya hatima yako, ataponya uzao wako. Vile utakavyosimama kwenye nafasi ya kumwita Mungu, utakavyosimama kwenye nafasi kwa uaminifu, Mungu atasimama na ataokoa kizazi chako, ataokoa hata watoto wa watoto wako, atawakomboa kutoka kwenye mauti iliyokusudiwa, kwa sababu wewe umesimama kwenye nafasi yako. Kwa hiyo hakikisha unatenda vile ambavyo Mungu amekusudia utende, ili watu wengine waweze kumwona Mungu kupitia wewe, watu wengine waweze kuokolewa kwa sababu yako. Kwa hiyo hakikisha nafasi yako haumwachii shetani akajitukuza hapo. Hakikisha Mungu anajitukuza kwenye hiyo nafasi ulionayo. Hakikisha unaitunza heshima yako. Hakikisha unasimama kwenye nafasi hiyo, ili hao watu wengine ambao shetani amekusudia kuangamiza wasiangamie kwa sababu yako. Mimi nimesimama hapa ninakufundisha, mimi ni ushuhuda tosha kwenye familia yangu, kwa sababu nimesimama kuiombea familia yangu kila itwapo leo, kuombea wazazi wangu pamoja na changamoto zote, lakini nasema bado wewe Bwana ni mwema. Kwenye nafasi nilionayo bado utasimama na utaitetea familia yangu. Ninamwamini Mungu na wewe mwamini Bwana, ataitetea familia yako, atakuvusha kwenye mambo yote ambayo yako mbele yako. Korabashakatai rikanda badusa katiri ya basiria. Wewe ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ikiharibika itatiwa nini ili ikolee? Mimi na wewe ni nuru ya ulimwengu. Mimi na wewe ni nuru ya ulimwengu. Nuru haiwashwi na kuwekwa chini ya pishi, bali juu ya kiango. Kisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 16. Mathayo sura ya 5 13 hadi 16. Utakutana na hizo habari. Wewe na mimi sisi ni chumvi ya ulimwengu. Chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Kwa hiyo hakikisha hauharibiki. Hakikisha unatunza kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Hakikisha unatunza utakatifu. Hakikisha unatunza utumishi mwema. Hakikisha unatunza heshima yako, na Mungu atajiinua kwako, atajitukuza kupitia wewe, atawainua watu. Umewekwa hapo ili watu wakikutazama wapokee wokovu, ili watu wakikutazama wamwamini Mungu, watu wakikutazama waone kwamba hata Mungu anaweza akawasaidia kwenye maisha yao. Jambo la kukumbuka, nafasi uliyopewa na Mungu, nafasi uliyopewa na Mungu ukiichezea baadaye kuna majuto. Nafasi uliyopewa na Mungu ukiichezea baadaye kuna majuto. Sasa usisubiri kujuta, subiri utukufu wa Mungu na sio majuto kwenye maisha yako, na Bwana akusaidie, akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Lakini pia maisha yako yatakosa maana kama hautasimama kwenye nafasi yako. Maisha yako hayatakuwa na maana kama hautakaa vizuri kwenye nafasi uliyopewa na Mungu. Maisha yako hayatakuwa na thamani yoyote kama hautakaa vizuri kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa. Lakini jambo lingine, itumie nafasi uliyopewa vizuri katika kutimiza majukumu yako na kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Tumia nafasi uliyopewa leo katika kutenda kwa bidii, katika kutimiza majukumu yako, katika kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu, ili kuzaa matunda yaliyokusudiwa, kujenga heshima, kujenga utukufu wa Mungu kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo hakikisha unajenga heshima ya kwako, heshima ya uzao wako, heshima ya watu wengine kwenye hiyo nafasi uliopewa. Kwa nafasi ya kazi uliopewa, jenga heshima hapo kwa kutenda haki, kwa kutenda kwa ukarimu, kwa kutimiza majukumu yako kwa wakati, sawa na vile ambavyo umekusudiwa. Baba, ninakushukuru, ninasema asante kwa ajili ya somo la leo. Mungu, ninaomba ulibariki na ulipe kibali ikaweze kumsaidia mtu mmoja ambaye amepata neema ya kusikiliza na kujifunza kupitia YouTube hii.
Baba, ninakushukuru, asante kwa kuwa umenitumia vile ulivyokusudia. Baba, pokea utukufu wako, nami naipungua Baba, uongezeke wewe, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, amen. Mtu wa Mungu, ninakualika sana uweze kusubscribe channel hii, na Mungu akubariki sana, na Mungu akutunze. Usiache kusubscribe, pia usiache kushare, usiache kucomment, usiache kusema jambo ambalo ni la baraka kupitia mafundisho haya. Karibu tena kwenye chaneli hii, endelee kujipatia mafunzo au mafundisho ya kiroho yatakayokusaidia kukua katika imani yako. Mungu akubariki na kukulinda. Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Mungu akupe amani na kutunza, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen.